kama maneno ya Waswahili yasemavyo, mvumilivu hula mbivu. Lakini hii ilikuwa ngumu sana. Ilimletea majonzi kila akikumbuka, ilimletea maumivu kila akifikiria. Lakini wakati mwingine alikuwa akiwaza ni bora angepoteza maisha. Karibu katika simulizi iliyoandaliwa nami ya kisa hiki cha dada mmoja aitwaye Amina. Amina alikaa pembeni ya dirisha baada ya mawazo ya muda mrefu sana, akitazama magari yakipita barabarani yenye taa hafifu. Nyumba ilikuwa kimya isipokuwa mlio wa television kutoka chumbani mwa mumewe na sauti ya mtoto wao mdogo akisoma vitabu peke yake. Alikuwa amemaliza kupika, kuosha vyombo na kunyoosha nguo, kazi ndogo zisizoonekana ambazo Juma aliita mambo ya kawaida. Basi bwana, siku hiyo ilikuwa imeanza kwa maneno makali kati ya Amina na mumewe Juma. Juma alimwambia kahawa ilikuwa ya moto sana. Kabla neno la pili, kikombe kiligonga ukuta na Amina akahisi wino wa aibu kwenye shavu zake kuliko tone la kahawa. Huku akiketi chini kimya, akifuta sakafu, akihesabu pumzi, mbinu aliyojifunza ili kutopasuka mbele ya mtoto. Alijaribu kujikumbusha lini ilikuwa mara ya mwisho alicheka bila woga. Ilikuwa kwenye harusi ya binamu yake miezi 6 iliyopita, alipokuwa mbali na nyumba yake na maneno ya Juma kuelekeza kila hatua yake. Sasa hata kuchagua mchuzi wa wali katika duka kungeleta jaribio usiku. Unadhani pesa zinakuwa mtini? Alipoinua macho akaona kioo ukutani. Uso ulimwangalia nyuma. Macho yalikuwa na alikunja mikono kwa kutetemeka na kutulia. Mtoto wake alikuja akambandika mkono na kumnong'ona, "Mama, soma nami." Amina alifuta kioo kwa kitambaa, si kioo alichokitunza bali nafasi yake kati ya maneno. Akanyoosha mikono, akatabasamu na akasema, "Twende." Nani kama mama? Usiku ulienda mbele bila kubadilika, lakini ndani yake fukara ndogo ilimeta. Labda ilikuwa namna tu ya kwanza. Lakini asubuhi iliyofuata Amina aliamka mapema, kabla ya Juma, kabla ya mtoto, kabla ya nyumba kuanza kudai sauti yake. Alichukua daftari dogo alilolinunua sokoni wiki iliyopita. Alikuwa amelificha chini ya makopo ya unga jikoni. Hakuwa anaandika shairi au hadithi. Aliandika orodha: gharama za dawa za mtoto, bei ya tiketi ya basi kwenda kwa dada yake mjini, namba ya simu ya kituo cha wanawake alichokisikia kwenye redio. Aliandika kwa herufi ndogo, mistari ilijipinda kana kwamba daftari lenyewe lingeweza kuzuilika ikiwa lingeonekana wazi. Alipomwona Juma akifungua mlango wa chumba, akaifunga mara moja, akaweka kijiko mkononi na kuanza kuchukua maharage kana kwamba kupika lilikuwa wazo lake ya kwanza tangu alipofumbua macho. Lakini mchana mtoto alimuuliza kwa nini alitabasamu alipomwita kwenda shuleni. Amina alishangaa. Hakujifahamu alikuwa ametabasamu. Labda ilikuwa ni barua isiyotumwa moyoni mwake, ahadi ndogo kwake mwenyewe ya kuweka mpango.
Alimfikiria dada yake Neema ambaye miaka 2 iliyopita alimtumia ujumbe mfupi: mlango wangu upo wazi. Wakati huo Amina aliuvuta. Sasa alikumbuka maneno hayo si kama mwaliko bali kama kamba. Jioni Juma alirudi akiwa na wenzake, sauti zao zikijaza sebule. Amina aliwapa chai, akajibu maswali kwa vichwa vya maneno, akajiepusha yasigeuke. Mmoja wa wageni alimshangaa mtoto akisoma kwa ufasaha, akasema, mama yake anampiga vita. Juma alicheka kifupi, akajibu, huyu mama ni mwalimu mkali. Lakini Amina alisikia neno mkali likawa kama dhihaka. Alitabasamu tena, lakini ndani daftari chini ya unga lililojiongezea mstari mmoja zaidi. Aliendelea kuandika na kuandika. Usiku wa Ijumaa na mvua nene, Amina alimfunga mtoto shuka, akimsikiliza akielezea ndoto zake kuhusu ndege wa karatasi. Na wakati huo wote Juma alikuwa nje. Lakini je, Amina alikuwa akielekea wapi? Alisema kesho naenda kuonana na rafiki, na Amina hakumuuliza. Akiwa peke yake alichukua daftari aliloficha na kuongeza kitu kipya, tarehe ya leo na neno moja: kesho. Hivi je, kesho kuna nini? Kesho kuna nini? Au labda Amina anapanga kesho kuondoka ndani ya nyumba? Mimi na wewe hatujui. Usikose katika sehemu ya pili ya kisa hiki kizuri cha binti Amina.